Well, asante sana. Nimesema leo nizungumza mambo ya status of the nation kwa sababu sijaongea kwa muda. Nimekuwa na pressure ya watu wengi kuniuliza ninaonaje. Kwa hivyo yale ninazungumza ni maoni yangu kama Ngonjiri, ni maoni yangu. Na mimi nikiwa kiongozi lazima niwe na maoni ya vile mimi naona. Ya kwanza ningetaka kushukuru rais kwa sababu ya kuweka watu ya ODM kwa serikali. Ile changes zile alikuwa anataka na anatutangazia kila pahali. Wakipata watafanya changes. Umepata the most strong ministries. Finance body. Sasa tunataka body atuambie ile dream walikuwa naye na ile vita walikuwa naye ya kubadilisha hii nchi. The time have come. They have been given. Now, you know, you are going to carry, not what we are talking in the parliament now, you are going to carry all the burden ya mambo ya finance. Utatuambia pesa ambaye tuko nazo tunahitaji kufinance kila kitu yote. Kufinance counties, kulipa madeni, kulipa mishahara, kulipa counties. Sasa it's just on your hand. So the dream you had, mkiwa na Raila, sasa is now. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Because you are there. Na ningeomba bunge, muwapitishe haraka sana. Tuone kama watakuwa, hiyo dream walituambia, how is it going to work? Kila siku tunalia mambo ya stima, mambo ya stima, mmepewa hiyo ministry ya stima. Unasema stima, haigawi kwa haki, haiendi mzuri. Now, bei iko juu sana ya stima. It is true. Hata kuconnect stima, hii tunasema, tunaweka rulo stima. Hatufanyi mzuri kwa sababu deni inakuwa kubwa sana. Sasa ndai wewe iko huko ndani. Ile kelele ilikuwa anapiga bunge, now shut your mouth and use the brain now. Because sisi wote tungetaka nchi mzuri. Sisi wote tungepata nchi ikuwe mzuri. Na ndio tunasema the president amechoka kwa kelele. Na kwa sababu amechoka amewapea. Do that. Lakini kuna jambo nataka kusema. Leila, wewe mambo yako kubali imefika mwisho. Because even you are not remembering ile kitu nasema. And don't lie Kenyans young people, Gen Zs. They know what they are doing. You took advantage ya demonstration ya Gen Zs. You took advantage. Mukaleta watu politically wabomoe vitu ambaye mpango yake ilikuwa ni kubomoa vitu na mali kupora ya jamii fulani. We know that. Na hiyo ndio imefanya ubagain mpaka upewe nini? Mpaka upewe positions. We know you now. Don't cheat people. Later you are old na wewe ni mzee na tunakuheshimu. Lakini what the problem of this country? Tumekuja kujua shida ya nchi yetu ya Kenya ni wewe. Why? You are not straight. Mulianza handshake na Kibaki na Moi. It did not work. Mukakuja handshake na Kibaki. It did not work. Mukakuja handshake na Uhuru. It did not work. Sasa mmekuja na Ruto. I want to tell our president it will not work because Leila amechukua ile kitu inamhusu. He is a commercial person. And I want to tell you, hakuna wakati Leila wananchi wa Kenya mjue mzuri anataka kuwa president. No. Hataka kuwa president. He is just a broker na kupiganisha watu. Why am I saying that? Leila, how can you cheat daylight namna hii? Negotiation ile mlikuwa naye na Ruto. Unarudi kuja kusema your stronghold MPs na members of your party, of your parliament, Wendai, nani wote, unasema wewe you are not part of that. Wao kuingia kwa serikali. You are lying. Daytime. Kwani wewe ujioni? Unadanganyana na Gen Z wanakuona. You have taken opportunity of Gen Z. Unasema ati hawa sio wewe, hiyo ni chama. Unacheza pia Ruto. Unamcheza double. We know you got what you got. We know that. Because you are a commercial person. Lakini maombi yangu ni kuwa, can you let this country free? Please. Can you let this country free? Gen Zs are going to deal with you people because they don't want lies.
Gen Zs, they don't want lies. Hata hiyo mambo yote tumefanywa hapo, you took money. Wewe ulichukua pesa. Hiyo ndio ile mambo Gen Zs wataki. Gen Zs wale original, wale walianza hii mambo, now they have been left aside. Sasa thugs wameingia kubomoa vitu ya watu. Na ningetaka kuuliza pia, lies, wacha mzigo ikupumzikie, wacha watu sasa wale wameingia kwa wafanye vile watatusaidia tuone. We are ready, all of us, to be helped. We are ready to unite the country. Lakini tusiunite the country, Your Excellency, kwa njia ya kutanganywa ya ukora. These people, they might wameingia na tunataka kuona hatuna shida. Pengine wamekuja kubomoa serikali kabisa. Pali imebakia. As they did in Kanu, as they did in Kibaki. Very soon utaanza kusikia nusu mkeka, nusu choo, kwa sababu wanataka waingie mpaka bedroom, wakufurushe kutoka bedroom kutoka nje. Hawa watu hata ukipea hawa nini? Pesa. Waachie bibi yako, waachie nini? It will never work. Kwa sababu their interest is one. It is to lead this country. Lakini tuna watu kama Senator wa Nairobi, a very good young person. Tuna watu wazuri, wanaongoza kwa njia mzuri sana. Tuna watu kama Natembea. This is the county, it is more transparency. Ya Trans Nzoia imeandika makabila zote kwa njia ya heshima. Wanafanya kazi transparent kwa njia mzuri. Pesa inaonekana ikienda pahali is supposed to go. We need those kind of people. But Your Excellency, pia mimi nakuomba usiharibu jina yako kwa njia hii. Wale unatembea nao wako na record ya wizi. How the Gen Z trust them? How the Kenyans trust them? Wanajulikana kama Aparanya eko kotini. Meiba pesa na majina ya watoto na nini. And again, now is the government. Now, people are rating you how? Those are the questions we are asking you and we are advising you. Get clean people. We don't care from where. Lakini people who can work. Ya mwisho, kuna mtu anatamaa kama fisi. Anaitwa Kionjoli. Kionjoli, tamaa yako hiyo ni kubwa sana. Unajua Ruto aliahidia watu wengi kuwa running mate akifanya siasa yake. Kama uliahidiwa wewe na baada ya hiyo ameangalia akaona you are not fit for that seat, please wacha incitement. Wewe wamesema ati wale watu walikuja Gen Z kuvuja bunge walitoka Laikipia, lakini wataka kutengeneza ati waliletwa na watu fulani. Your son was there leading. Alikuwa anaongoza hiyo demonstration. He was captured and saying that from Laikipia. Kwa hivyo wewe ndio ulitumana wewe mwenyewe. Na wewe ndio ulipeana hiyo pesa. Wewe ndio ulikuwa unatoa hiyo pesa. If your son was leading there, haungepewa watu wengine pesa, you gave your son. Sasa unataka kujiosha, useme ati ni watu wengine wameleta hiyo watu. Unapigania ile kiti imebaki moja. And I'm telling you, your record is known. Wakati ulikuwa kwa agriculture, uliiba mpaka ukavutwa na Uhuru ukiwa minister. Ukanunua ndege, ukafanya nini yote ukiwa kwa agriculture. Sio mshahara yako. Ulivutwa na ukasema ati unavutwa ni kwa sababu mna urafiki na Ruto. Hakuna. Don't lie people. Ukitafuta kiti yako, hiyo ni wizi ile ulifanya. Sasa hiyo unatengeneza vikingi ya stima. Now, lazima ujaribu kuleta confusion ndio contract yako iendelee ya kutengeneza vikingi ya stima. Kionjoli, I'm telling you, people are seeing you. We did not know you, we have known you now. Lastly, don't fight with Gachagua. Gachagua is above you very far. Very far. Na ndio original mpaka kila kitu yote ukarudi kwa MP. Gachagua is above you. Leave Gachagua alone. Kwanza kuleta propaganda ya kupiga Gachagua. Ama kama umepewa hiyo kazi, tuambie umepewa kazi na nani ya kupiga Gachagua. We want to know who has given you this job. Gachagua is doing his job, wewe fanya kazi yako. Na sisi tunasema sisi watu ya milima. And this is the truth. Mimi mzee nasema ukweli. We are behind Gachagua. We are behind Rigiji. Kwa sababu yeye ndio second commander from the president. Tukitaka kitu yoyote,
sio Kionjoli kutafuta appointment ya manini ya kwenda kudanganyana huko. Ligi G wako na uhusiano na president and they are talking together and they are doing things together. Kwa hivyo the nearest person to us in Milima is Gachagua. Mambo ya kingpin na nini wachaneni naye. That's why we want to be ourselves. Na watu wasidanganywe. Na nataka kushukuru watu wa Rift Valley. Thanks so much watu wa Rift Valley. Watu wa Rift Valley 100% wako na Ligi G. Ni watu wako na heshima kubwa sana watu wa Rift Valley. Kwa sababu wanasema hivi. Wakati mtoto wao alitaka kiti ya president, Ligi G aliwasaidia. Kwa hivyo wanasema this time hata hawa wanaheshimu Ligi G. Na hata kama kuna deni, hawadi wako na deni sasa. Si hatuna deni. Tulifanya tukamaliza. Na wanafurahi mtu yoyote alisaidia Ruto kupata kiti. Nikiwa mmoja, I sacrificed my life to fight. Mpaka pahali niko. Na inaonyesha watu walivibali. Mwacha kelele mingi, Ujili amewachwa, Ujili ana kazi. I don't need job. I need to make this country peaceful. Tunataka tutengeneze nchi mzuri. Si lazima sisi yote tukue huko ndani. Hata tukua nje. I'm telling you I'm comfortable and I have no problem. Hiyo kazi ipo agencies. Tuna watoto wetu wataweza fanya hizo kazi. Sisi waweza kufanya kazi ya kuadvise na kuweka peace in Rift Valley. Anataka kushukuru watu wa Rift Valley na Kenya mzima. Msikubali tuingie kwa shida tena. Respect the president, respect his deputy, respect the people are put. Lakini tutakuwa tukichambua makosa ikifanyika. Lakini for now, rais amefanya mzuri, amepunguza mzigo kwa kuhakikisha kuna watu wa kusaidia yeye. Wacha wafanye hiyo. Lakini naomba tena rais. Na hii ni maombi kubwa mimi nakuomba. Kwa sababu I said many things na imefanyika. Ile yote nilikuwa nataja, communication, home office, nini yote, watu wanalinga, wanaoneshana pesa. Nitataka kukuambia now by thinking. Ile vita ilikuwa kwa cabinet. Minister kwa minister kupigana. Minister kupiga Ligi G. Na ulikuwa unaangalia. Don't fail this time. Put the cabinet together. Don't agree the cabinet to attack each other. You are the principal. Usikubali. Wale wako huko tunajua. Kina Kidiki bado vita wanasema iko juu. Kina Ndole bado wanasema iko juu. And others. Please. Wewe, you are the kingpin of this country. Make sure Kenyans kupa heshima. Wewe uko na cabinet. Don't allow them to attack each other. Kila mtu mwambie afanye kazi yake. Na hiyo itafanya sisi tufurahie sana. Mwisho, Jensis kumekuwa na shida mingi. Munaona wakati Raila Odinga alipeana watu waingie kwa cabinet. Unajua this is something to use common sense. Baadaye region hizo na zingine zinasema tunafurahi hatutaenda demonstration. So it confirms hawa ndio walikuwa kwa demonstration. Very simple. Very simple answer. Wametokea na kusema huyu amepewa, huyu amepewa, huyu amepewa. Kwa hivyo hatutarudi kwa demonstration. That's what they are saying. That's the kusema it is true. They had engaged the people to come for looting. Na Kionjoli ya watu walivunja bunge, unasema walitoka na kitu ya kwako. One of them then is your son. So what we want, report to the police, write a statement. If you are not a conman, uandike a statement, useme ni nani na walikuwa wanaletwa na nani. Lakini hiyo mambo mnaleta ati kuna wajumbe na kuna mtu mwingine, unajaribu kuharibu jina ya watu ili wapate jina ya kuharibiwa na jina ya kushikwa kufanywa interview. You be the first person. Tunauliza nayo hao wanafanya kazi ya amani, ya hate speech na nini na nini. Ni hate speech gani inashinda hii ya Kionjoli? Why have you not called him? Kuna hate speech inashinda hiyo. Tunazunguka director wa CID. Unasema mnafanya investigation. Which one? Kionjoli knows those people. We want to hear by next week akiandika statement. How he knows that people and how was his son involved on that. Tuweze kuona mwelekeo ni gani. Lakini general ningeomba nchi yetu ya Kenya tutulie. Wacha siasa iende vile itaenda. There will be a chance ya kuchagua wale mnataka na wale hamtaki.
2027. Lakini for now, let's stick on the constitution. That the president is on the seat. Na ile watu wameweka, tuwe na amani, ili hii watu mambo ya Rutas na nini iondoke. Lakini I warn you Raila Odinga, wewe enda napumzika sasa, retire. Kwa sababu now you're on the same bed with the executive. So wapinzani wako wapi? Watu wako correct makosa. Umewacha raia. Na hao ndio sasa wangekuwa naongea. And you want to be double standard. Mguu yako namna hii. Kama ile fisi ienda mpaka ikapasuka mguu. You want the government and you want to be in the opposition. It's not possible. Na nakubali Senator wa Nairobi what he is saying. Nakubali Orengo vile anasema. Nakubali vile Martha anasema. Nakubali vile Kalonzo anafanya. Lakini Kalonzo naye tukuombe, oi, I'll be praying for you Kalonzo. Umefanywa hiyo mambo yote na unarudi huko huko. Unafanywa hiyo yote na unarudi huko huko. And you know Raila is the one who came and said you are watermelon. Why can you stand your own? Shikana na wengine wale mtaweza enda pamoja. Unasema I swear unless you are a fool. Kushika all those things you have said they are in record. Na ni mzuri sasa Gen Z wanawekea nyinyi ile mambo mlikuwa mmeongea mbeleni. Hata ile ya Joho. Sasa sio sasa ya Joho, unajua Gen Z wanaona watu ambaye hawezi kuamini. Kwa sababu wanaona hiyo watu yote the way they were saying, and now they are in the bedroom naked waiting for any action in the bedroom. And you walikuwa wanaswear. You are not been told by anybody to be naked. Lakini mmetoa nguo mmekuwa naked in the bedroom. Mtandikwe vile mnataka. And yes mnasema unless I die, unless I do what? Don't be cheating Kenya, talking big words, and it's not what you are doing. Biblia imesema, wacha wokovu wako upelekane na vitendo yako. Hiyo watu walikuwa wanasoya namna hiyo. Now wataambia Gen Z namna gani? Gen Z will not trust them anymore. And I'm asking because Gen Z, they are saying they want to engage the president. And the president have accepted that. Let the president, I beg you, continue engaging yourself. Na Gen Z hawataki watu wengine, hawataki mambo ya Kalonzo, hawataki mambo ya Leila, hawataki mambo ya mtu wote, wanasema ni wewe. Na umeanza kusikiza and you have started implementing. Nikimalizia, peace ya nchi is very important. Hatuna nchi nyingine ya kukaa. Let's pray in this country. Let's make peace. I urge the churches, muombe kabisa kwa sababu ya nchi yetu iwe na amani. When this transition inaendelea inakuwa namna hiyo, wacha tuendelee kwa amani. Lakini demonstration ya kuchoma na kubomoa na kuchoma gari ya watu, that is criminal. And I want to repeat and tell you one thing. Rais Ruto aliapa na mambo kama 3 ama 4. Na ile moja ningetaja ya muhimu sana ya nyinyi kusikia. Aliapa on security, kuchunga mali ya watu na kuchunga property ya watu na kuchunga katiba. Let's not push him to go out of the constitution. Lakini mkumbuke yeye akiwa general mkubwa wa majeshi ana jukumu ya kuchunga property yetu na vitu yetu. Hiyo it is not negotiable. He has that power in the constitution, ila isichukua juu na akaapa naye. Kwa hivyo mkikutana barabara mkivunja maduka ya watu na nini, don't blame other people, because ako na jukumu ya kuchunga mali ya watu na katiba na uhai. Hiyo vitu yote aliapa. So let's not forget. And kama tunataka kutoa, there is a system ya kutoa. Na ndio nasema for now, because he is there, let's engage on talking. Kama 2027 Gen Z na wengine mtaamua mnataka nani, mkitaka kumrudisha ama mkitaka mtu mwingine yote, ni ndio mtaamua. Lakini let's be peaceful na mheshimu akiwa hapo kwa kazi yake yote anafanya. God bless Kenya. God bless Gen Z. God bless sana na wingie roho wale watu watoto wao wamekufa for not doing any wrong. It's very sad for this country, especially mtu yoyote, na niseme mtu yoyote na mtoto kupiga risasi kwa kichwa bila yeye kuwa na silaha ya bunduki, ana maji na kitambaa, they can bring curse in this country.
wazazi wanalia, familia zinalia. It's not good for me, for you, and everybody. Even the president, I know, is not like that. So the push which is there, kuhakikisha kila kitu imeenda kwa njia inatakikana. Do the best, the president. We have heard them saying, hawajafikiwa na ile mambo promises uliwaambia. Please, unasemaga mambo mazuri, lakini watu ya kutenda is the problem. Hakikisha wamefikiwa na ile mambo uliahidi hawa, ili watulishe roho zao, wakuwe na njia mzuri, na wakuwe nchi hii. And I think the president needs to bite the bullet and make sure you change this country in a good way. I know ile mambo imekuja sio hata yako peke yako, imekuja kutoka kwa serikali hizo na hizo na hizo, lakini imekuja kupasukia kwako. So it's for you, tighten the belt, tuweke pamoja. Na hii mambo ya watu kusema mambo ya ukabila, mambo ya nini, no, let's go by region. You have accepted kila watu waende region zao. Hiyo ndio inagawa nchi yetu ya Kenya, ndio inagawa finance. Don't cheat people on pretending you people, all of you. Watu waende kwa region, watu wakutane kwa debe. The simple as that. Lakini president atakuwa mmoja. Lakini msidanganye watu kuchezea watu kadi. Na ninaona the way it is going, ninaona mpango ile iko ni ya kufinyilia jamii ya kutoka pande moja. That's what I'm seeing. And I urge, watu Western walikutana. Natembea na watu wengine na leaders walikutana. Na wakasema wanajipanga mambo ya Western. Ukambani nimeona wamekutana. Wamesema wanapanga mambo ya Ukambani. Mombasa sasa jua na grupu yake wanajipanga. Wanasema wako tayari kujipanga. Ni ugonjwa gani ikuaga nikijia kukutana na watu yake ya milima? And he is a Kikuyu by birth. He did not apply. Nobody applied to be a Nyanza, to be a Mombasa, to be anywhere. It's on birth. Ukajikuta yuko hapo. Why? Watu wa milima wakikutana, Gachagua akitembea kushikanisha watu yake milima, inakuwa ni shida. It's a problem. I'll put a day. Nataka sio tushirikiane. Nitaweka siku. Nataka tufanye harambee. Kuna watu wa milima wengine wagonjwa. One, Kionjori need to be admitted. And we need money. Because we must be taken very expensive hospital. Aweza kuwekwa kwa mashini kabisa ili ya kuangalia ni kichwa, ni kifua, ama ni wapi iko na problem. Because to me, kama mzee, Kionjori is sick. Na tuwezi kosa mtu mwingine ya milima ambaye ni mgonjwa. So the first thing, hatutaki kuengage Gachagua for that. Sisi wenyewe tutaongoza hiyo, tuchange pesa, tupeleke watu wetu hospitali. Kwa sababu itafika pahali wakienda wakati ugonjwa umekuwa zaidi, the inciting of the country and doing all those things. Itafika pahali tukipeleka hospitali, the first thing doctor will say, wale wamemleta hospitali washikwe. Kwa sababu wamekaa na patient for a long time. Maybe your cancer hiyo ingemalizwa, lakini we stayed with the patient. Tujiamue haraka tuzikuwe na patient ifike stage 4. So ikifika stage 4 tutaraumiwa na daktari. Let's take our patient as early as possible in the hospital. God bless Kenya. God bless our president, deputy, and all other people in America. Tunashukuru sana watu wa Rift Valley. Peace, 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 peace.